Haya, tuko kwenye somo la pili. Somo la pili linauliza swali. Linauliza swali, who is Jesus and who is God? Who is Jesus and who is God? Yesu ni nani na Mungu ni nani? Swala ambalo limeleta tafsiri mingi na tashishi mingi kwa watu. Aswa huyu Yesu, wengi wanamuita mwana, wengine wanamuita Mungu. Wanamuita Mungu kwa kumaanisha aliye mmoja. Sasa Yesu watu wanamuita mwana na wengine wanamuita Mungu. Wale ambao wanamuita Mungu wanamaanisha ni aliye mmoja, amejigeuza akawa mwana. Haya, wale ambao wanasema ni mwana, wanaamini ametoka kwa Baba, ametoka kwa Baba. Wanaamini ametoka kwa nani? Kwa Baba. Na hawa, kuna wale ambao wanamwacha akiwa hapo, Wakristo fulani wanamwacha akiwa tu hapo kwamba Yesu ni mwana, ametoka kwa Baba. Sasa wanamwacha hapo, lakini kuna wengine bado wanamuita mwana wakiwa na kusudi ya kwamba ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Na hawa mara mingi huwa wanamuita huyu Yesu kwamba ni Mungu, wakiwa na kusudi ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. So mwana wa Mungu atakuwa nani? Mungu. Hao ambao wanasema Yesu ni mwana, lakini mwana wa nani? Wa Mungu. Na kuna wale ambao wanamwacha, hapo kwamba alizaliwa na mtu anaitwa Mariamu. Hakuna kitu ambacho anahusika na Mungu. Na hawa mara mingi ni Waislamu. Wanaamini ya kwamba huyu Yesu amezaliwa tu kama mtu wa kawaida, just a human being. Ni mwanadamu aliyezaliwa na nani? Mariamu. Hawezi akawa mwana wa Mungu. Hawa ndio wanasema hawezi akawa mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa na nani? Na Mariamu. Na sasa tukuje tujue ya kwamba huyu Mungu, huyu Yesu alikujaje. Na katika Wakristo wengi kuna kitu inaitwa Trinity. Kwa tafsiri wao wenyewe huwa wanaamini ya kwamba sio Yesu, huwa wanaamini Mungu ya kwamba ni mwana, wanaamini ni roho, na wanaamini ni Baba. Sasa hawa ndio wanakuja hapa kwa Trinity. Wanaposema mwana, roho na Baba, kuna wale ambao Trinity iko zaidi ya mara moja. Na mara mbili ambazo ninazijua, na wale ambao nimejaribu kufuatilia wengi, Trinity wengi wanasema mwana, roho, Baba. Au wacha
wacha nipange vizuri vile wanapanganga, vile watu wa Trinity huwa wanapanga: Baba, alafu Mwana, alafu Roho. Sasa hawa Trinity ya kwanza, the first Trinity wanaamini huyu au wakiwa watatu hivi ndio wanatengeneza Mungu. Yaani wakishikana watatu hivi wanatengeneza nini? Mungu. Hawa ni Trinity ya kwanza. Trinity ya pili wanaamini huyu ni Mungu, wanaamini huyu ni Mungu, wanaamini huyu ni Mungu, anakuja kutengeneza sasa Mungu mmoja. Sasa na una lakini wale ambao hawaamini Trinity, acha tuone wale ambao hawaamini Trinity. Wale ambao hawaamini Trinity, sasa tuko kwa Jesus kwanza. Wale ambao hawaamini Trinity wanaamini ya kwamba kuna Mungu, is God. Wanaamini there is Son, na hivi ndio maandiko yanaeleza kwamba kuna Mungu, kuna Son, kuna Holy Spirit. Holy Spirit. Sasa hao watatu wanafanyaje kazi? Kulingana na Biblia, hao watatu, mmoja, huyu ndio Mungu Baba. Huyu ndio Baba muumba. Huyu ndiye ameumba kila kitu. Huyu ni mwanawe, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Sasa mara mingi huyu utampata wakimuita Mungu. Mara mingi utapata huyu wanamuita Mungu. Kwa sababu gani? Ukisoma Yohana 5:43, John. Ukisoma John 5:43, Yesu anasema nalikuja kwa jina la Baba. Nalikuja kwa jina la Baba. Yesu anasema amekuja kwa jina la Baba. Sasa Baba ambaye ni Mungu. Sasa ndio maana unapata mara mingi Biblia, hata ukisoma Waebrania 1:8 inasema inamuita Yesu Mungu, inamuita huyu Mungu. Sasa kwa nini anaitwa Mungu? Kwa sababu amekuja kwa jina la Baba. Sasa na hawa bado wanaamini Holy Spirit. Sasa hawa wanaamini Holy Spirit ya kwamba ni msaidizi wa huyu ambaye amepea huyu. Sasa huyu ni Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Huyu ako na huyu ambaye anapeana kwa huyu. So hawa wanafanya kazi individual. Like huyu ndio muumba wa kila kitu, ametuma huyu akiwa mwana, lakini akampa the Holy Spirit. Haya, nataka nichore hapa chart nyingine, triangle, ambayo mara mingi huwa inatumika na watu wa the Trinity, watu wa utatu. Trinity, nikisema Trinity inamaanisha utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, ambayo kwa Biblia ni kitu ambacho hakipo. Sasa inachorwa hivi that, alafu hapa namna this. So hii inaitwa the holy triangle ya Trinity, na most of the people who wanaitumia hii this. Sasa
tu. Alafu na hapa juu. So this one Mungu anakuja hapa. Mungu anakuja hapa, alafu hapa Mungu akisha kuja hapa tunaweka sio hapa, sio hapa, sio haya. Hapa tunaleta Baba, kalamu balaa, tunaleta Baba hapa, tunalete Mwana, tunaleta Mwana hapa, tunalete Roho, alafu hapa tunaweka ni hapa, hapa ni. Haya, sasa hapa ndio tunakuja sasa, tunarudi sasa class. Ngoja niongeza hapa kanika, hapa kani. Basi sasa kuna watu wanaisoma hivi, Baba sio Roho, Baba sio Roho. Ya kwamba Baba sio Roho. Watu wanasema Baba sio Roho. Sasa huyu mtu ako right ama ako wrong? Baba sio Roho. Haya, Baba sio Mwana. Nasema Baba sio Mwana. Baba sio Mwana. Haya, Roho sio Mwana. Roho sio Mwana. Haya, Baba sio Roho. Nasema kama ako right ama ako wrong. Baba sio Mwana, ako right ama ako wrong. Roho sio Mwana, ako right ama ako wrong. Sasa tunaingia ndani. Ndani nasema Baba ni Mungu. Ndani nasema Baba ni Mungu. Baba ni Mungu. Baba ni Mungu. Haya, Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Mungu ni Mwana. Mungu ni Mwana. Mungu ni Mwana. Sasa huku tumetoka juu, tumetoka juu tukiteremka. Sasa juu Baba ni Mungu, alafu tumepata juu ingine Mwana ni Mungu ni Roho. Tumepata Mungu ni Mwana. Mungu ni Mwana. Sasa tukisoma kwamba Mungu ni Mwana, Mungu ni Roho, hapa kwa Mungu ni Roho, kwa Biblia utapata Mungu ni Roho. Hapa tukisoma na juu, hapa kwa Mungu ni Mwana, hapa kwa Mungu ni Mwana, Mungu ni Mwana. Tukisoma kutoka juu, Mungu ni Mwana, tutapata kwa Biblia hatuna kitu kama hiyo, kwamba Mungu ni Mwana, hamna. Haya, Baba ni Mungu. Tukianzia juu, Baba ni Mungu, tutapata kwamba Baba ni Mungu. Haya, sasa tupande juu. Sasa tusome kuanzia tukipanda juu. Ya kwanza, Roho ni Mungu. Roho ni
Mungu. Ya pili, mwana ni Mungu. Mwana ni Mungu. Mwana ni Mungu. Mungu ni Baba. Mungu ni Baba. Sasa tunaanzia juu sasa, chini tukienda juu. Tunaanzia chini tukienda juu. Roho ni Mungu. Roho ni Mungu, iko kwa Biblia. Mwana ni Mungu. Mwana ni Mungu, iko kwa Biblia. Ibrania 1:8. Mungu ni Baba. Mungu ni Baba. Yohana 20:17. Yesu anasema sijapaa kwenda kwa Baba, sijapaa kwenda kwa Baba ambaye ni Mungu, ni Baba yenu na ni Mungu wangu. Ninapaa kwenda kwa Baba ambaye ni nani? Ni Mungu, kwa Baba ambaye ni Mungu. Haya, hapa napata ni correct ya kwamba Mungu ni Baba. Ya mwana ni Mungu. Mwana ni Mungu kwa sababu Yohana 5:43, Yohana 5:43 nasema, nami nimekuja kwa jina la Baba yangu. Maana anaitwa Mungu. Anaitwa Mungu kwa sababu amekuja kwa jina la nani? La Baba. Sasa mwana ni Mungu, yuko correct. Roho ni Mungu. Hiyo ni obvious, kila mtu anajua, hata ambaye hajasoma Biblia anajua roho ni Mungu na Mungu ni roho. Sasa tunakuja kwa haya, tunakuja kwa huyu sasa. Baba sio roho. Baba sio roho. Baba sio roho. Haya, hii ni kwa sababu baba si ndio Mungu. Tunaposema baba tunamaanisha Mungu. Sasa ukitoa baba unaweka Mungu, iko sawa. Sasa Mungu si ni roho. Haya, tunakuja kwa baba sio mwana. Sasa hapa ndio kuna uzito hapa. Sasa ndio kuna kila kitu hapa sasa, na ndio inachanganya watu wengi ya kwamba baba sio mwana, mwana sio baba. Baba sio mwana. Baba sio mwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba ni Mungu na baba ni roho. So mwana hawezi akawa baba. Sasa mwana anapokuwa sio baba, sasa inamaanisha kwamba huyu mwana sio yule Mungu wa pekee wa kweli. Sio Mungu wa pekee wa kweli. Sasa tunakuja kwa hivyo hapa ni wrong. Kama baba hapa ni kweli. Baba sio mwana. Baba sio mwana, hapa ni ukweli. Baba sio mwana. Roho sio mwana, hapa ni ukweli. Roho sio mwana. Roho ana mwana. Hapa instead ni roho ni mwana. Mwana ana roho, mwana amepewa roho, the Holy Spirit. Mwana amepewa, so mwana sio roho. So mtu anaposema, tukuja hapa kwa roho sio mwana. Hapa tumemaliza, roho sio mwana, mwana sio roho, baba sio roho. Uongo. Baba ni roho, baba ni mwana. Baba hawezi kuwa mwana. Baba sio mwana. Baba ni Mungu kweli. Mungu ni mwana. Mwana ni Mungu. Mwana ndio Mungu kwa sababu anatumia jina la Baba na Mungu. Roho ni Mungu. Roho ni Mungu. Mungu ni roho. Nafikiria tutapeana maandiko wakati ule ambao tutapata nafasi nyingine kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo simple
acha tu conclude, fanya conclusion. Conclusion inasema kuna Baba, acha nitumie Mungu. Kuna Mungu Baba, kuna Mwana, kuna Mwana wa Mungu na Mwana wa Mungu. Kuna Mungu Baba, Mwana wa Mungu, alafu 3 kuna Roho wa Mungu, Roho wa Mungu. Hii ndio the Bible, hii ndio Biblia. Mungu Baba ambaye ana Mwana alimtuma ulimwenguni, ambaye anatumia Roho wa Mungu. Kando na vile watu wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Hii ni upagani. Kwa Biblia hakuna Mungu Mwana, Mungu Roho, Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwa Biblia haipo. Biblia kuna Mungu Baba, Mwana wa Mungu, Roho wa Mungu. Na ndio maana kwenye kusoma Biblia acha nisome Biblia kwenye kitabu cha Waebrania, the Hebrews. Kwetu sisi kuna Mungu mmoja aliye Baba, First Corinthians 8:6. Biblia inasema kwamba Mungu ni mmoja aliye Baba. This is First Corinthians First Corinthians 8:36. I mean 8:6, 8 chapter 6. First Corinthians 8:6 inasema Mungu ni mmoja tu aliye Baba, yuko na Bwana mmoja, Mungu ni mmoja, there is only one God mwenye ako na Bwana na Bwana mmoja, ako na Bwana mmoja. Sasa kuna Mungu mmoja kulingana na hii andiko. Kuna Mungu mmoja ambaye yuko na Bwana mmoja. Sasa huyo Bwana mmoja ndio huyu ambaye vitu vyote vimetoka kwa nani? Kwake. Sasa huyu naye anasemaje? Kwa hizi habari huyu anasemaje huyu? Ukisoma Yohana, ukisoma John 17 chapter 5 or 5:17 Yesu anasema, na sasa Baba unitukuse mimi pamoja nawe katika utukufu ule niliokuwa nao kabla ulimwengu kuweko. So kuna place ambaye Mungu Mwana alikuwa na nani?
na Baba. Kabla ya ndio maana anasema katika Waebrania 1:8 anasema na ulipofika wakati timilifu Mungu akamtuma mwanawe kuja ulimwenguni. So Mungu Baba, Mungu mwana wa Mungu na roho wa Mungu. Mungu ni mmoja ambaye ni huyu, ana mwana wake na ana Roho Mtakatifu. Period.